Tena nimekuita kabisa hapa, na nimekuita nikiwa na akili zangu timamu, na nimekuita ili kusudi nilijue mbivu na nijue mbichi, nijue kondoo wako wapi ni watenge, na nijue mbuzi wako wapi ni watenge. Ziada, unanivuruga sana akili yangu, na ulichokifanya leo hii mbele ya dada yako ni kuna picha umeitengeneza, sio? Alafu mwenyewe naona tu, yani unajiachia tu, yani una amani zote, yani ushtuki chochote, yani kana kwamba kama kuna msala wanipa mimi. Sasa nataka nijue kitu kimoja Ziada, una mimba au hauna mimba? Na kama una mimba, hiyo mimba ni ya nani? Na sitarajii kabisa kama unaweza ukasema hii mimba ni ya kwako shemeji, sitarajii hilo. Kwa naomba unijibu. Naona umebadilika, tena umebadilika haswa. Isingekuwa ile siku ya kusema kwamba mimi nipo katika siku zangu na kunilazimisha ukasema tufanye hivyo hivyo, yatakayotokea utakuja kuyarekebisha. Hayo yote yasingetokea. Sasa haya yametokea. Haya, nina mimba, tena mimba ya miezi 3.5. Sasa hapa utaamua wewe, tuitoe tuifanye kibudu ama tuichinje tuile nyama. Ziada, katika mikenge ambayo unaingia, huu ni mkenge mbaya sana unaoingia, na una maneno yako mwenyewe unayatumia. Sasa na mimi nakwambia, utajua we mwenyewe kama tunazika ama tunasafirisha. Na nikwambie kitu kimoja, mimi sijakupa mimba. Na kama unataka uniharibie kwa mke wangu, na unajua kabisa mke wangu mimi ni dada yako, kama unataka uniharibie, plani yako imekufa. Tutazika, tutasafirisha, sijakupa mimba. Nafikiri umenielewa Ziada. Naona sasa unataka kuanzisha mgogoro. Sasa hapa ndo sehemu ya migogoro yenyewe. Sasa wewe unajifanya unajua sana. Sasa namkubalia dada, tunaenda naye kwa hospitali, ananipima, ananikuta na mimba na jina la baba na kuandika wewe, ile huyo mke wako achanganyikiwe vizuri. Tunataka kuanzisha mbwai. Hilo mbwai nalijua vizuri sana. Naona unataka kulamba mavi. Unataka kulamba mavi Ziada. Kama ulijua mimi ndo nimekupa mimba, umesubiri wiki ya kwanza, umesubiri wiki ya pili, umesubiri mwezi umeisha, umesubiri sasa. Mwezi wa kwanza umepita, mwezi wa pili umepita, huu mwezi wa tatu unaniambia mimi na mimba yako. Kwa nini usingeniambia mapema? Sasa wewe unataka ulambe mavi, na mila za kwetu ni kwamba ili ujifungue lazima ulambe mavi. Sasa kama hiyo mimba ni ya kwangu mimi, na kuomba tuitoe. Kwisha habari. Yaani leo ndo nimeelewa kwa nini wanaume ni wakatili namna hiyo. Yaani unaongea kirahisi tu, yani kirahisi tu. Nakwambieje baba? Yaani mimi nikihakikisha kulikoroga, yaani hadi ndoa yako na kisha inavunjika. Hivyo kumbe unielewi, unijui eh? Sasa kuna mambo haya mawili. Unipe hela nikatoe hii mimba, ama nikalianzishe huko kwa dada, au ianze nikalianzisha kwa dada uanze kuihudumia. Yaani hiyo ndio umeona sasa, huo ndio wewe ushindi wako, si ndio? Haina shida. Mimi hiyo mimba tutaenda kuitoa. Na wewe unataka hela kwenda kuitoa hiyo mimba? Baadaye nitakutafuta nikupatie hiyo fedha. Sasa urizike na roho yako, uenjoy. Maana umeona kabisa, yani mpaka unipakazie namna. Nitakutafuta baadaye. Nenda, nitakutafuta baadaye. Yaani nahitaji uende, nitakutafuta baadaye. Sitaki, tushaongea tumemaliza. Nitakupa hela ukatoe mimba, nenda. Ndio nakwambiaje? Yaani ikifika jioni hii ya hujatimiza hiyo kitu, ninakoroga. Acha kunitisha. Nimemuoa dada yako, wewe ni shemeji yangu. Naomba usinitishe. Naomba uende tusije tukakutwa.